Ndio mwanaume suruali. Usiambie mwacha nipige. Mwacha nipige. Unamwangalia naye macho yako kama mdoli hapa. Unajua unanikosa heshima wewe mtoto. Heshima nyumbani kuna hela. Mtoto ananichafuka. Achana naye. Wewe nikuulize sasa. Ukinipiga mzee nitaufia. Mwacha anipige. Haya akinipiga mimi nikienda hospitali. Yeye ataenda gerezani miaka 30. Na ulipokuwa jinga utakaa mpaka ufie huko. Nipishe mimi. Kaka gani usiokuwa na hela hiyo? Lakini mnaivunja heshima. Heshima inanunulika kakaangu. Wewe achana naye. Hata usimsikilize. Mbona kuna sababu gombana na kaka? Kakako kama malaika agombana na mtu. Wewe ni hali ndani tunapoishi au ndakufa maskini. Yule ni mtu mzima. Sio kila muda unapenda tu kugombana naye. Mtu mzima? Mimi ni mtu mzima. Unajua kwa sababu gani nimegombana naye? Kakako ana akili maana nimegombana naye. Hao wote waliosoma nao mbona sasa hivi wametajirika? Yaani wana makazi, wana magari. Sisi chumba kimoja hiki kitanda kinyewe tunagombania. Hata yani wewe kakako unamjali sana Sasa naambia hivi nitamjibisha mpaka changanikiwe. Nizika na hali yako. Yaani wewe unamtetea kaka yako wewe utakuja kufa na maskini humu ndani. Wewe vipi? Kaka yako ni tumtafutia. Ale. Afu yeye hapa atafuti kazi. Wote huko wanatafuta kazi. Kila siku namtetea kaka yako. Kila siku wewe tu. Basi na mimi nitafuta kwenda kutafuta. Unaniamsha usiku naitafuta pumzi, lakini inateleza. Kila nikijisogeza, jeraha linanifuata. Usiniulize sawa, nimevunjika ndani. Nimebeba kimya kikawa kando yangu. Moyoni naumia, niseme nini tena? Moyo wangu umechoka. Moyoni naumia, shika mkono wangu, usiniache leo. Jana Zaluna pamoja na kaka waligombana. Sababu ya nini? Wanafikia hatua ya kugombana. Zaluna anadai kaka kabweteka tu hapo aende sehemu wanachogombana. Jamani, mimi na habari Zaluna analomba anakosea sana. Amesoma kaka yenu, anatakiwa aende kwenye udaktari. Ameshatuma nani zake huko, anasubiria majibu. Kila siku mnaanza kumwala situ kutaka kugombana naye. Kwa sababu gani? Atakuja kupata daktari yule, tutamtegemea hapa nyumbani. Mimi bibi yenu ninapambana kwa ajili ya wajukuu zangu. Sasa nyinyi wenyewe kwa wenyewe mnaanza kugombana. Sababu ya kusema tu mtu anakaa nyumbani. Anaweza kukaa nyumbani kweli? Anahangaika yule, anatuma nani mtandaoni humo kwa ajili ya kutafuta kazi. Akipata majibu yule mtamisi yule mnabali. Nimejaribu kumwambia lakini hakuelewa hata kidogo. Kwa hiyo yeye ameenda wapi sasa kaka yenu? Kaka ametoka. Lakini kula alikula jana? Hapana. Wewe aliamua hata kumnyima chakula. Nani alipika jana kwani? Yeye ndiye aliyepika. Nilijua anataka hata alimwambia hata kidogo. Hebu kamuite kwanza tumsikilize kwanza yeye kwa sababu gani amnyime kaka yake chakula au agombane na kaka yake. Muite kwanza aliko. Unajua ni kaka. Nashauri kukwambia. Ila humu ndani sasa hivi hatuna chochote. Yaani chochote. Si kinachoitwa unga, si kinachoitwa sabuni wala mafuta. Tumeishiwa kila kitu.
Yaani hapa nimejaribu kuwapigia marafiki zangu, nimejaribu kuomba wale ambao angalau kabisa nasema watu nikiwatafuta nitapata chochote kitu. Na yenyewe pia ndo kama hivi. Hivi kwa shangazi utaenda? Kwa shangazi hata sijaenda. Nishangazi alivyokuwa na mdomo, yaani nafikiria namna ya kwenda nikiana naanza kumuelezea. Na kwa nini ajue kama una matatizo? Kwa nini hata siku moja yeye kutupigia simu wala kuuliza wewe unaendeleaje? Leo sisi ndio tunatoka hapa tunamfuata yeye kweli. Sawa, lakini kumbuka ni mkubwa tu. Baada atabaki kwa shangazi yetu. Kwa sio kana tukifanya nataka kulipiza. Ndio namna jinsi tena wewe nenda tukamwelekeze. Afu yeye atajua atatusaidiaje kwa sababu ni mkubwa. Anajielewa. Ukimwambia kuhusu swala hili hawezi kutusaidia. Wanaenda mwelekeze afu tatupa tu support yote kwa sababu kama hivi sema mna kitu chochote ndani watoto wale tashindaje leo. Sawa. Kwa kuwa umesema lakini hata sijafika na sijapenda kumfuata. Yaani najua kuna namna mtu mwenyewe kama mtu mzima ajue kabisa wale ni watoto wangu. Sisi ni watoto wake. Si dada yake na baba kabisa. Mbona yeye hajawahi kutupigia simu kuuliza hata wanangu mnaendeleaje? Mnakula nini? Mnavaa nini? Mnaishije? Hata mara moja hajawahi kupiga simu. Leo sisi tukamwomba msaada kweli kaka. Muda mwingine natokea tu kwenye maisha. Huwezi jua nini kinafanya mpaka kawaida, lakini wewe usimpatishe. Wewe nenda mwelekeze atusaidie. Tupate kile chakula leo basi. Tizama nafsi yangu, nimechoka kubeba maumivu moyoni. Jana vimetokea nini hapa wewe na kakako? Hakuna. Umesikia kabisa, umesikia hatua ya kugombana mpaka kakako anataka kukupiga. Sababu ya nini? Ani bibi, kaka ameshindana kutafuta kazi. Kazi? Wewe unahakika kama ameshinda kutafuta kazi? Hata hivyo anatumilia huko, anatakiwa ajishughulishe kazi ndogo ndogo. Akisema nikipata kazi hii kazi nitaiacha nitaenda kwenye kazi yangu. Kila siku tunakutegemea wewe. Ndio mimi tena naumia. Tunakutegemea wewe wakati nguvu kazi yupo hapa nyumbani. Anashindwa kwenda kutafuta vibarua kidogo kidogo. Akipata kazi sio ataiacha ile vibarua. Mjukuu wangu, kumbuka yule ni kaka yako. Na amesoma, pale unapomwona ana degree zake. Ndio, lakini najua kasoma. Lakini anatakiwa ajishughulishe na kazi vya hapa vya kuvua samaki na kusomba mchanga, ajipatie ajira. Kaka yako anaumia sana hata yeye mwenyewe anapokaa hapa. Saa zingine uwezo kaujua kabisa muda wote tuna muda tunakaa kabisa tunajadili. Na ananiambia bibi nivumilie mimi nitapata kazi. So kama hata anakaa hapa anapenda, hakuna anayependa kukaa nyumbani. Hakuna mtu anayependa kukaa bila kazi. Wewe unatakiwa uwe na subira. Kaka yako akipata kazi, yote mimi nitafurahi. Umenielewa? Mimi uvumilivu umenishinda. Siwezi tena kuvumilia. Kuona kaka yangu anapotea, tunakaa tunakutegemea wewe. Alafu ukimwambia ukweli, anakasirika wewe unamtetea. Mimi wala hakuna ninayemtetea. Ila naongea ule uhalisia wake kwa sababu naelewa nini anachopitia. Unajua kaka yako anaumia. Anaumia kweli. Unavyojua sasa hivi Tanzania ajira ni hakuna. Kwa hiyo yeye anapambana kutafuta ajira. Unapomwambia aende akatafutie wapi? Yeye ajira yake aliyojifundisha ni udaktari. Na ndio anautegemea, ndio maana ametuma CV zake huko. Mwaka ngapi? Bado tu hawajampa majibu Kama wamtaki wasema wamtaki. Ndio nakwambia mjukuu wangu, acha roho mbaya. Ipo siku yule mtajivunia, kaka yenu atapata kazi, yule atatuokoa wote. Kujivunia bibi, kujivunia. Kujivunia mtu anakula anaweza akashindana na sisi Kujivunia mimi naona yule akwenda kusoma, alienda tu kule kushindana kula. Mpe chakula, geuka hivi ukuti Kujivunia. Mimi nimechoka. Haya, niende kutangaza. Jamani, nina kakaangu. Kaka anafanya kazi gani? Kazi la kula. Ndio unachotaka. Nitajivunia.
Wewe unataka tujivunie? Najivunia na kakaangu anaokula sana. Usipomwekea chakula, ana atamani hata sija kufanyaje. Jamani, huyo kaka yangu anatakiwa sasa hivi atafute kazi, kujivunia yuko nyumbani, yani kama yuko nyumbani. Mami nawaambia mwanaume suruali. Hiyo mwanaume suruali kwa sababu ana hata 50. Jana amerudi na nini humu ndani? Amerudi na nini na kuuliza? Ungesema ukae nyumbani wote hapa tungekuwa sasa hivi tunaombaomba. Ni afu unasema tujivunie. Mwambie huyo Maya ndo ajivunie na kaka yake huyo mwenye kwa mashindano ya kula. Nilicheka kwa watu, nilificha machozi, lakini pindi nikikaa ukweli hunikumba. Majina ya jana bado yapo ukutani, na kila nikiyatazama narudi pale pale. Shikamoo shangazi. Marahaba, vipi? Kule nyumbani kuna shida, yaani hamna unga, hamna mafuta, hatuna chochote shangazi. Naomba tusaidie hata kidogo tu, angalau tusogeze siku 2-3 hizi. Okay. Maana mimi nilikuwa natoka, yaani ungechelewa kidogo tu usingenikuta.